Hewani ni Morning Sky, uko na mimi Godiness Gaspar. Lakini wasaa uliokuta ni wasaa wa kuzungumza na wadau ambao wanakuwa wametutembelea mahali hapa. Na leo kama ambavyo nilikuahidi hapo awali, niko na baadhi ya mkurugenzi, niko na mkurugenzi lakini pia niko na mwenyekiti wa taasisi ya Baraka Charity Organization. Taasisi hii ni mpya kabisa, imeanzishwa, lakini lengo kuu ni kutaka kudili na masuala yale kama ambavyo nilivyokuambia awali ya unyanyasaji wa kijinsia, lakini pia madawa ya kulevya. Kushoto kwangu niko na mkurugenzi, huyu anaitwa kwa Baraka Charity kama ambavyo jina la taasisi linajieleza hapo, Baraka Charity Organization. Lakini kulia kwangu niko na mwenyekiti ambaye ndo anasimamia taasisi hii ili kusudi kuweza kuendeleza gurudumu hii. Nikushirikishe tu mtazamaji kwamba uende kushiriki pamoja nami kwa kutuma ujumbe wako mfupi, pengine utakuwa na swali la kuwauliza ili upate majibu yaliyo sahihi. Nambari ya simu utakayoitumia ni 0792888642. Tuma message yako kutaka kujua kile ambacho watakielezea, nami nitasoma ujumbe wako. Habari za asubuhi. Mzuri tu ndugu mtangazaji. Heshima yako. Marhaba. Naam, mkurugenzi. Habari za asubuhi. Salama tu. Mmeamka salama? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka salama. Habari za mtokako? Tulikotoka ni kwema kabisa. Naam. Kama ambavyo mmesikia, nimetoka kuzungumza na mtazamaji nikimweleza kwamba leo tutakuwa pamoja kwa ajili ya kuzungumza masuala haya. Nataka kujua moja kwa moja kwako mkurugenzi, ili kuwaje mpaka ukawaza kuanzisha taasisi ya namna hii? Kwa kweli ni story ndefu ndugu mtangazaji, lakini kwa kifupi niweze kusema kwamba kulingana na mapito ambayo nimeweza kuyapitia katika maisha yangu, na nikaona kuna kila sababu ya kuwa na mchango mkubwa katika nchi hii ya Tanzania, hasa kufungua taasisi hii ya Tanzania Baraka Charity Organization. Na malengo makuu ambayo ni vitu ambavyo vilivyofanya nifungue hii taasisi, moja, nilikuwa ni miongoni mwa watu waliopitia katika changamoto hizi za matumizi ya madawa ya kulevya. Lakini ninaishukuru sana familia yangu, hasa baba yangu mzazi. Yeye alikuwa bega kwa bega na mimi kuweza kunitoa kule katika lile dimbwi la uteja na kunirejesha katika hali ya kawaida. Kwa hiyo ndio moja kati ya sababu. Lakini sababu nyingine, katika kile kipindi wakati naishi kule ni hayo mambo, kuna mambo mengi niliyapitia na nimeyaona, hasa tukiangalia Tanzania Baraka Charity. Tunaweza kujiuliza kwa nini Tanzania Baraka Charity? Tuna mpango wa kuwa na orphanage, lakini pia kuwa na rehabilitation house ya kuweza kuwasaidia vijana walioingia kwenye madawa ya kulevya. Na kwa nini orphanage? While tunashughulika sana na masuala ya kupiga vita dhidi ya madawa ya kulevya. Nilipokuwa kule ninaishi katika utumiaji wa madawa ya kulevya, nimeona watoto wengi yatima wakiishi maisha mazingira magumu, na wengine wanajihusisha na vikundi kama Panya Roads kipindi hicho, ambako sasa hivi kumepoa katika jiji la Dar es Salaam. Hasa ile jina la Panya Road halisikiki sana. Lakini pia kuna wimbi la watoto wa mitaani ambao ni magenge ya watoto wa mitaani ambao wanahusika na kupora vitu, vifaa na kwenda kuviuza, wanatumikishwa. Kuna child labor leo. Ndio maana nikaona kuna kila sababu ya kufungua hii taasisi, iwepo na orphanage, ili kuzuia yale matendo ya kiarifu yanayoendelea katika nchi yetu. Kwa kufanya hivyo nikaona kwamba tukikuwepo na orphanage, hiyo orphanage itajibu shida za hao watoto yatima, lakini punguza kwa sehemu. Tunalenga kupunguza, sio kutokomeza. Tunapunguza kwa sababu haya matendo yapo kila siku, kwa sababu visababishi viko vingi. Kwa mfano, wazazi wenyewe wanaachana, lakini pia si tu kuachana tu, lakini pia wengine wazazi wanawatelekeza watoto kwa sababu hawajajenga msingi nzuri katika familia yao. Asante. Na nashukuru sana kwa maelezo mazuri, na nikupongeze kwa hatua ambayo pengine uliipiga. Kumbe sikujua kama uliwahi kupitia kwenye changamoto namna hiyo. Ni kweli nimepitia for about 10 years, nilikuwa nimepitia na hiyo changamoto, lakini kwenye kurecover sasa ni 3 years. Okay. Usifikiri kwa muda mrefu kidogo. Ilichukua muda sana kwa sababu ya
ni mchakato. Kuingia tunaweza tukaingia tu katika lakini katika kama ambavyo ilivyo ugonjwa, unaweza ukaingia kwa wepesi kwenye mwili, lakini kutoka inachukua muda kidogo. Nirudi kwako mwenyekiti. Niko na mwenyekiti hapa wa taasisi hiyo ya Tanzania Baraka Charity, Christian Mlelwa. Naye nataka walau sauti yake isikike, tumemtenga kidogo. Mwenyekiti, naomba nikuulize kidogo. Taasisi imeanzishwa kwa lengo la kutaka kuwang'oa vijana kutoka kwenye wimbi hilo la madawa ya kulevya, lakini pia ukatili wa kijinsia. Nini maono hasa ya taasisi hii? Asante sana ndugu mtangazaji na watazamaji wetu. Ni swali zuri sana. Jambo lolote unapolianzisha basi kunakuwa na malengo. Na hayo malengo yanakuwa yamelenga kusudio lenyewe. Sasa Tanzania Baraka Charity Organization tuko Njombe kwa sasa. Yani kama makao makuu kadiri ya usajili tulivyosajili. Lakini tumesajili katika ngazi ya kitaifa. Manake nini? Kwamba yule tunayemfikia tusimfikie mwana Njombe tu, tumfikie Mtanzania. Na katika hilo manake lazima tujenge msingi wa kuzuia zaidi badala ya kutibu tatizo. Sasa mara nyingi sana tunasema ni vyema zaidi unapoandaa jambo fulani kwa ajili ya jamii, ni lazima utengeneze misingi ya kuzuia zaidi katika maana hii. Tukisubiri mpaka tuje tutibu, tunasema uchafu ukiuacha manake unasababisha kipindupindu. Lakini kumbe mazingira yakiwa masafi, basi tutakuwa tumezuia kipindupindu. Tumepunguza gharama. Serikali itaingia gharama nyingi kutafuta madawa, pulizia, kuhudumia wale wagonjwa. Lakini katika swala hili la dawa za kulevya tukasema ni lazima kuielimisha jamii kwanza. Kisha elimisha jamii manake unazuia kuja kuwa na wimbi la watumiaji wengi. Kwa sababu tunasema dawa za kulevya zinaathiri kisiasa, kiuchumi na kijamii. Sasa huyu tunayemtarajia awe nguvu kazi ya taifa, sasa ameingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya, ndoto zake zote zinapotea. Leo hii tulitarajia tuwe na engineer. Sasa huyu engineer ame drop out, labda alikuwa anasoma labda mwaka wa pili ameacha. Je, malengo yake yametimia? Je, taifa malengo yake yamekamilika? Kwa hiyo tunajaribu kuona kwamba ni lazima tutoe elimu. Kisha toa elimu inakuwa inamsaidia yule mlengwa mwenyewe, kwa sababu tunasema ni nguvu kazi ya taifa, lakini ili iwe na tija. Lakini kama hatutakuwa na ndoto za kuzuia hiki kizazi, kwa sababu katika kuingia kutumia dawa za kulevya sababu sio moja kama alivyozungumza mkurugenzi. Kuna sababu nyingi. Kuna sababu zingine ambazo nikikueleza ndugu mtangazaji na watazamaji wetu watanishangaa kwamba nasema tunasema kukamilisha starehe. Yani mzazi ana uwezo, anampa 50,000 mtoto anaenda nayo shuleni. Unadhani anampa hiyo 50,000 ni matumizi ya shuleni kwa yani yuko sekondari na hana mahitaji mengine. Sasa unadhani kwamba huyu mtoto unamtengenezea nini? Kwa upendo uliozidi kwamba huyu mtoto sasa anaona kwamba fedha ninayo, ninaweza kukamilisha starehe. Yani zaidi ya hii ya kuona kwamba ana uwezo kutoka kwenye kizazi hicho au kwenye familia hiyo. Sasa kama atakuwa na fedha ya ziada isiyokuwa na matumizi sahihi, maana anaweza kaingia kwenye dimbwi la matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia tunasema sababu zingine ni kuthubutu. Yani hivi mtu akitumia dawa za kulevya hivi yani ukitumia unajisikieje? Sasa wakati anatafuta unajisikieje, anajikuta ile mobu na psychology na tuseme katika makundi sasa kwamba anavutika. Yani yale makundi yanamvuta aweze kuingia kutumia kwa sababu anataka kujaribu. Lakini mwingine
ameshawishiwa kutokana na hali ya maisha ilivyo. Ameshawishiwa kutokana na kwamba afanye nini. Leo hii tunaona kuna watoto wanaajiriwa bado wadogo. Sasa anapoajiriwa kule anapewa masharti. Kwamba wewe katika kufanya kazi hapa inatakiwa tumia na hiki, ili unapofanya kazi zako utajisikia vizuri sana, upate steam. Yeah. Kwa sababu kuna rafiki yangu mmoja alienda Marekani. Sasa wakati amekuwa kule Marekani, akamshirikisha rafiki yake kwamba ninarudi nyumbani kwa ajili ya kwenda kufunga harusi. Yule rafiki yake akamwambia vema sana, lakini mimi katika zawadi zangu siku ya harusi nimekuandalia zawadi special ambayo utakuwa unaitumia siku ukijisikia una stress na nini. Yaani ukiitumia hiyo zawadi yangu basi utakuwa unanikumbuka. Lakini ilikuwa ni paki ya dawa za kulevya. Sasa anapotumia, manake kwa wakati ule ubongo unapokea kuona kwamba okay, sasa niko vizuri, naona yani sisikii kitu kingine ambacho kinaniumiza. Ninasikia kuwa na furaha. Lakini je, furaha hii inadumu kwa muda gani? Je, tunatengeneza nini kwenye mwili wangu? Kwa sababu dawa za kulevya zinatengeneza uhitaji. Ukitengeneza uhitaji ile alosto, sasa baadaye anaanza kuhangaika kama atakosa. Kwa hiyo nini? Lengo kuu ni kujenga taasisi yenye watu ambao watakuwa wanapata elimu kupitia taasisi yetu kwamba kutumia dawa za kulevya ni hatari, inapoteza nguvu kazi. Lakini hiki kizazi tukiokoe kwa sababu ya kuwa na tija kwa serikali, kwa familia na kwa jamii nzima. Mwenyekiti, ni kukatishe kidogo. Kumekuwa na wimbi la vijana sana wa kiume wanaoonekana moja kwa moja wakitumia hayo madawa ya kulevya. Lakini kwa watoto wa kike ni wachache kidogo. Sijui nyinyi mmeuonaje huo mtazamo na mnafuatilia kwa pande zote mbili ama inakuwaje? Asante sana ndugu mtangazaji, watazamaji wetu. Umeniuliza swali ambalo mimi nimeanza 2010 hapa Dodoma. Kuna kundi ambalo nilikuwa nalisimamia. Nilikuwa na pita kijiwe kwa kijiwe pale wanapotumia. Kwa nini dhana ya jamii inaona kama kijana wa kiume ndio muhanga zaidi kwenye dawa za kulevya kuliko mtoto wa kike? Kwa ukichukulia kwa ujumla wake unaona kabisa ni mtoto wa kiume. Lakini watoto wa kike wapo wengi kwa sababu zifuatazo. Uzoefu unaonyesha kwamba kijana wa kiume akishaingia kutumia dawa za kulevya, kwanza muonekano ni haraka sana utamtambua kwa sababu ya mazingira anayojiweka, kutokujipenda, kuonekana kwenye majalala huko, kuonekana kwenye vijiwe. Lakini mtoto wa kike ana asirika ya kujificha kidogo kwa sababu kwanza yeye kwenda moja kwa moja, yeye kama mtoto wa kike kwenda kwenye kijiwe ni lazima avutwe na huyu wa kiume. Na hiyo inajitokeza vipi? Tunasema leo hii kijana wa kiume kama hakuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya, lakini binti akawa ameingia huko, kwa hiyo na huyu mvulana lazima ataingia kwa sababu ya kukamilisha ile starehe ya muda wanayoisikia, yani kwamba wajisikie wote. Kwa hiyo utakuta huyu binti kwanza anajipenda kwa hatua za mwanzo, atajipenda na nini. Kwa hiyo ile inapoteza jamii kuona kwamba moja kwa moja huyu ameingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Lakini wako na ninavyozungumza hivi ni muda mrefu nimeshughulika sana tangu 2010 mpaka wa leo nahangaika na shughuli hizi. Kwa hiyo watoto wa kike wapo, lakini wanaoonekana zaidi ni watoto wa kiume kwa sababu ya kundi lao na mazingira yao kuonekana kwenye vijiwe na katika maeneo tofauti. Lakini na mtoto wa kike yupo. Naam, asante sana mwenyekiti. Nikirudi kwako mkurugenzi, nataka kufahamu sasa, baada ya kuanzisha hii taasisi, ndio, na nimemsikia mwenyekiti akizungumza kwamba mko Njombe
Ndio. Na ndio makao makuu. Lakini kama ambavyo mnafahamu sasa hivi serikali inahamia Dodoma. Okay. Mna mikakati gani ya kuweza kuleta hiyo hapa ili kusudi mkapata kuwasaidia vijana tofauti tofauti ambao pengine wanapitia na hiyo changamoto? Kwanza kabisa watazamaji na mtangazaji, niweze kusema machache kwanza kabla sijajibu hilo swali. Nimepata nafasi mara kadhaa kuja Dodoma kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi wa shule za sekondari katika wilaya ya Mpwapwa. Na mwaka jana nilipata nafasi hiyo ya kuwafikia watoto katika shule zifuatazo katika wilaya ya Mpwapwa kupitia afisa elimu wilaya ya Mpwapwa anaitwa afisa Benedetta. Alinialika katika semina fupi na elekezi kwa vijana wa kiume. Moja ilikuwa ni shule ya Mount Igovi Sek Mpwapwa Secondary pamoja na Ihara Sek, ambazo zote hizi zimekuwa na watu ambao waliokuwa wamejiingiza kwenye madawa ya kulevya na walikuwa wanahitaji mentorship ambayo itakayoweza kuwasaidia kuweza kutoka huko na kuweza kurudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo sasa, kwa wakati ule wakati nakuja mwaka jana ndio nilikuwa niko kwenye process ambazo tulikuwa tunatuma hiyo katiba kwenye mfumo ili tusubiri sasa majibu. Kwa hiyo tumekamilisha usajili tarehe 31 mwezi wa 9 2024, na kwa sasa hivi tuseme tuna miezi kama 9 hivi, lakini tumeanza kazi rasmi Januari. Na ukiangalia na namna ambavyo wimbi la uhitaji, na hasa kama alivyosema mwenzangu mwenyekiti kwamba vijana wa kiume wanaonekana wakiwa katika kwenye high percent ya watumiaji. Na mitazamo yetu kama taasisi tumeenda mbali kidogo. Na mimi kama mkurugenzi, kwa sababu mimi nimeishi hayo maisha, ninafahamu namna hao vijana wanachokipitia, familia zao na jamii wanazoishi sima wakati ya tamaa. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo sasa tunaangalia kushirikisha wadau mbalimbali, na tunamshukuru Mungu kwamba mpaka sasa hivi tuko mbioni. Tunataka tuweze kuangalia hasa kujenga rehabilitation house ambayo itakayoweza kukidhi mahitaji ya wananchi, hasa zile familia ambazo zimepoteza matumaini na amani. Na ili kurejesha sasa wale watoto waweze kupata huduma. Na jambo lingine naweza nikaongezea kidogo kabla sijajibu swali lako, ni kwamba watoto wa kiume kwa sasa hivi, naishukuru sana serikali hii ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeiona imekuwa kielelezo zaidi kupaza sauti, hasa wabunge wa nchi ya Tanzania. Nilikuwa ninafuatilia hoja mbalimbali za kwenye bunge. Niliona mbunge mmoja wa Iringa alikuwa anasema kwamba kuwepo na wizara ya wanaume. Na hii kitu nimeona ni kweli kuna uhitaji. Sisi kama Tanzania Baraka Charity tuko tayari kuingia na kuweza kuwafikia vijana wa kiume katika ngazi ya mashuleni, hasa katika shule za msingi kuanzia darasa la 5 mpaka darasa la 7. Kwa nini darasa la 5 mpaka darasa la 7? Hawa kidogo wanaanza ukomavu kidogo. Lakini pia katika ngazi ya sekondari ni form 3 mpaka form 4. Lakini pia kuna baadhi ya wanaume, tunasema kwa vijana hawa wavulana wa kiume wote tutakuwa tunakutana nao, pia tunawapa elimu. Lakini tunapokutana katika general tutakutana kama shule nzima. Lakini katika umri wa kuongelea kuhusu masuala ya vijana wa kiume tabii tukutana na vijana wa form 3 na form 4. Na kwa nini form 3 na form 4? Kipengele kikuu ambacho mwanafunzi anaanza kuharibika mtu akishaingia form 3. Na form 1 anaweza kaa yuko vizuri, form 2 anaweza kaa yuko vizuri. Lakini anapofika form 3 hapo kuna kusikia kidogo bezi na tetemeka na kuona kwamba maumbile ya mtoto wa kike yanabadilika, anapoona ile vile vitu kama hivyo. Sasa anaanza kupagawa kidogo. Kwa hiyo hapo tunaona sasa vikundi mbalimbali anaanza kujiingiza huko, anajiingiza huko. Kwa hiyo sasa katika kujiingiza, kujichanganya, mwisho wa siku anajichanganya, mpaka anachanganyikiwa mwenyewe, haelewi sasa mwisho wa siku anaelekea wapi. Na tunaona kwamba yule mbunge wa Iringa, namkumbuka vizuri kabisa, alisema kwamba kuwepo na wizara na uhitaji wa hii wizara ya wanaume itakuwa inasaidia zaidi kuweza kupunguza
rate ya unemployment problem katika nchi yetu. Na wizara hii kama walivyoweza kufanya kwenye wizara ya wanawake, kuanzishwa kwa wizara ya wanawake, kuna kila sababu katika wizara pia ya wanaume iwepo, kwa sababu ziko NGOs ambazo tunaziangalia kama ni sehemu ya kuwafikia vijana wa kiume waweze kusaidika, waweze kufanya nini, kusonga mbele, kuwakumbusha nyajibu za watoto wa kiume. Kwa misingi tunayoiangalia sasa hivi kujikita sana kuandaa kizazi hiki cha sasa. Kimwangalia kijana wa Narogi ambaye sasa hivi ni umri wa kama babako, kumwangalia kijana wa kidigitali, hata kimawazo, hata kinini ni tofauti. Kwa sababu unaweza kuona kijana sasa hivi yuko tayari akae nyumbani. Na jana sasa hivi wengine wanalelewa na mishangazo. Jana sasa hivi wanalelewa na sugar daddies ambao hao tunasema kwamba wanawatumia kama for their leisure. Na vitu hivi nikimwangalia kijana wa kiume na nikiangalia kwamba ni kichwa cha familia. Sasa anakuaje kichwa kama hajajengewa msingi kutoka chini? Kwa mimi ninaunga sana baadhi ya hoja zinazoendelea bungeni. Na mikakati yetu tunafikiria kulingana na uhitaji wa wadau mbalimbali tuliwashirikisha hili. Na tunatamani sana tuwe na tawi lingine hapa Dodoma. Na tunafikiria kama Mungu akitusaidia ndani ya mwaka huu tutakuwa tuko Dodoma. Ili wale wadau ambao wako Dodoma wanaotuwezesha kuweza kufikia yale malengo ambayo tunayofikiria. Lengo letu sisi sio kufikia tu kijana ngazi ya Njombe tu, na sio kufikia kijana ngazi ya Dodoma tu. Sisi tunasogea Dodoma kama center ya makao makuu, lakini kuna fursa nyingi zipo ambazo kama NGO tunaweza tukazifanya. Na tunapolenga kumfikia kijana wa kiume ambaye anaonekana ndio muhanga zaidi, tunalenga kumwangalia kijana wa kiume kuwa katika level ile ambayo ya kitaifa zaidi. Na kama ni level ya kitaifa, tunamwangalia kijana ambaye tunamwandaa kijana ambaye atakayejua wajibu wake. Sisi tutaanza, serikali iendelee kuzungumza hili swala la wizara ya wanaume. Sawa, nakushukuru sana mkurugenzi. Mtazamaji, kama ambavyo tunaona hapa tunazungumza na mkurugenzi wa taasisi ya Baraka Charity, lakini pia niko na mwenyekiti Christian Mlelwa, wakizungumza na kutoa namna ama mitazamo tofauti jinsi ambavyo wanatamani kumkomboa mtoto wa kike na wa kiume ili kuondokana na masuala mazima ya madawa ya kulevya. Nikirudi kwako tena mkurugenzi, watoto wa kiume wamekuwa ni kama vile hawana kipaumbele sana kwa sasa hivi. Watoto wa kike ndio wasome sayansi, watoto wa kike wafanye hivi, watoto wa kike wafanye vile. Imekuwa ikizungumzwa sana kuanzia kwa Mheshimiwa Rais, lakini pia mpaka uongozi wa chini. Umesema kuna mheshimiwa mbunge alitamani kuanzisha wizara ya alitoa hoja. Sasa mna mikakati gani ya kumsaidia sasa huyu kijana wa kiume? Kuna wadau ambao tuliwapata hapa Dodoma. Ambao bado hatujafika mwafaka wa kuweza kuwa na joint partnership ya kuweza kumfikia kijana katika ngazi ya kitaifa. Maana yangu ni hii, unapokuwa unafanya joint partnership yoyote, kama tunaangalia taasisi yetu tumesajili katika ngazi ya kitaifa, ndio? Na tunatamani kufanya kazi na watu mbalimbali. Ni watu hao ni wa aina gani? Hiyo tuangalie. Na tunaangalia vigezo. Na vigezo viko vingi ambavyo mwenyekiti ataelezea kwa kipengele chake atakapofika. Mimi kama mkurugenzi naweza nikasema kwamba mikakati ya kwanza tunaangalia kuunda jukwaa la wanaume. Ambalo hili litakuwa linafanyika kila Disemba. Kama wadau ambao ujio wetu hapa Dodoma uliotuleta na hawa wadau wakilipokea hili, tunaweza kuwa na jukwaa la kwanza la wanaume katika mwaka 2025. Mwezi wa 12. Lakini pia tunaangalia kuwa na sekta ya michezo. Kwenye taasisi yetu tunaangalia sekta ya michezo kwa sababu ili uweze kuwafikia vijana wengi na kuweza kutoa elimu ni kupitia sekta ya michezo. Na katika hiyo sekta ya michezo tunaweza tukasema kwamba tunaweza tukaandaa marathon mbalimbali. Itategemea sasa na mazungumzo ya ndani ambayo yatakayokuwa yanafikisha mwafaka wa sisi kuweza kuungana na huyo mdau na hao wadau wengine ambao tumewapata kwamba tutafika hiyo
hiyo marathon itakuwa aina gani, itabeba maudhui gani, na hii itakuwa ni fursa kwa vijana wa kiume katika nchi yetu ya Tanzania. Okay. Yeah. Kwa sababu gani nasema hivyo? Tutakuwa tunatoa fomu za kujaza za ushiriki, tutakuwa tuna mambo mengi, tunashirikisha wadau mbalimbali, ambapo hapo sasa kijana wa kiume bidii changamkie fursa. Okay. Yeah. Kwa sababu anapopewa ile fomu, yeye inabidi kama anajua yeye ni mwanariadha, lazima changamkie fursa. Okay. Mtazamaji, tunaendelea na ni mtazame sasa mwenyekiti wa taasisi ya Baraka Charity Organization. Amezungumzia kuhusu vigezo. Nataka kuvisikia vigezo ambavyo mtakuwa navyo. Ya, asante sana. Vigezo ambavyo tunaviangalia, tutaangalia kwanza umri. Tunapomzungumzia huyu kijana, basi tulenge umri wake. Manake ni umri ambao tunasema huyu sasa ndo yupo kwenye rika ya kufanya shughuli nyingi. Lakini pia vile vile hivi leo tukimwambia kwamba tunafanya marathon, let's say hapa Dodoma, anaweza kaondoka hapa mpaka Kisasa akafika Nzuguni kwa kilomita hizo ambazo tutakuwa tumezipanga. Je, sawa atafika? Je, afya yake pia, je, inamruhusu kushiriki hilo? Kwa sababu mnaweza mkawa mmeandaa jambo jema, lakini kesho mkawa mmesababisha madhara kwa sababu hamkuweka vigezo kwa wale washiriki. Lakini kigezo kingine, hatutaangalia kwamba anatoka Dodoma, anatoka Njombe, kwa sababu tumelenga kuwafikia Watanzania ili waweze kushiriki hizo marathon. Si kama mchezo tu wa mpira umecheza basi umeisha. Tunataka tufikishe ujumbe. Lengo kuu ni kufikisha ujumbe kwamba tunataka kusema nini, tunataka jamii ielewe nini. Sasa kama tumelenga jamii ielewe nini, kwa sasa tuende nacho, basi nadhani ule ushiriki utakuwa unahamasisha kuweza kuelewa, manake ni sehemu ya elimu. Lakini kigezo kingine, tutakuwa na wadau mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu tofauti. Mimi taaluma yangu ni mwanasaikolojia na malezi. Kwa hiyo manake tutatoa na elimu za malezi pia. Kutakuwa na hivyo vigezo, kutoa nani huyu kijana aweze kufahamu kwamba okay, mimi nimeingia huko. Je, huku nako ingia kundi hili haliwezi kunivuta nikaingia kwenye kutumia dawa za kulevya? Je, ilikanivuta nikaingia kutumia yani kufanya vitendo ambavyo nitakwenda tofauti na jamii ya Kitanzania, mila na desturi zetu, ili niweze kuonekana kwamba huyu ni Mtanzania anaandaliwa. Unajua ndugu mtangazaji na watazamaji, mara nyingi sana tumejikuta kwamba mtoto ili afikie ndoto tusikurupuke tu kwamba amezaliwa, amekuwa, basi. Tunasema kwanza mtoto anaandaliwa tangu akiwa tumboni kwa mama yake. Manake nini? Wazazi hawa wawili wana ndoto zile wanazibeba wao, lakini kama wamezibeba wao, manake natakiwa waanze kuzipandikiza kwa huyu mtoto aliyoko tumboni, alelewe vizuri. Sisi kina baba mara nyingi sana pengine imefika mahala pengine tumesahau, au basi kwa namna moja au nyingine, kwamba mama akiwa mjamzito, kisaikolojia, kama tutakuwa na vitendo ambavyo vya kumharasi huyu mama, huo ukatili, maana kumeanza kumkatili mtoto akiwa tumboni. Je, akizaliwa itakuwaje? Hapo sasa, mwenyekiti, tumezungumza sana kuhusu madawa ya kulevya. Nataka tuje sasa moja kwa moja kwenye ukatili wa kijinsia. Yaani nilikuwa nasubiri tu uongee ili kusudi na mimi nikutwike swali hapo. Ukatili wa kijinsia umekuwa ukichukua sana nafasi kwenye jamii ya Kitanzania. Hasa kwa watoto wa kike, wanawake, lakini pia hata watoto wa kiume wamekuwa pengine wakiingiliwa kinyume na maumbile.
Hili mnalitazama kwa mlengo gani hasa? Asante sana, swali zuri. Watazamaji wetu, mtangazaji wetu, tunapozungumzia ukatili wa kijinsia inaenda mbali zaidi. Inaenda mbali zaidi kwa sababu ndio maana nimesema mtoto huyu ameanza kukatiliwa akiwa tumboni. Maana yake nini? Wazazi wanaanza kusema mimi kwamba sasa hivi sikutarajia huyu mtoto azaliwe. Baba na mama hatukujipanga, saa hizi ngoja kwanza tutafute maisha afu ndio tumpate huyu mtoto. Bwana twende tukatoe. Huyu mtoto tayari tunasema amekatiliwa akiwa tumboni, lakini pia mmemuua mtoto huyo kabla hajatoka duniani. Mwenyezi Mungu, mpango wa Mungu haukuwa huo. Lakini pia amezaliwa sasa. Amezaliwa baba na mama anaanza kusema mimi ujauzito huo haukuwa kwangu. Kwa sababu kwanza siku moja niliona kuna message iliingia ilikuwa ya mwanaume. Sasa yani manake unamhukumu huyu mama, lakini hukumu mama tu, unahukumu hata huyu mtoto. Yana anakatiliwa tumboni, amezaliwa anaanza kukatiliwa. Na mama naye psychologically anaathirika. Anaona kabisa kwamba kwanza anaanza kusema wanaume baba yao ni huyu mmoja. Yani umezaa mtoto naye lakini kesho anakuterekeza. Kwa hiyo tayari tumemuumiza huyu mama, tumemuumiza mtoto, lakini huyu mtoto sasa hawezi kuwa na ndoto katika maisha yake kama amekatiliwa kuanzia mwanzo mpaka hapo. Kwa haraka tu tunaelekea mwishoni sasa. Kwa haraka tu tuzungumzie sasa ule ukatili ambao unaendelea kwa watu ambao tayari wako duniani, ukiachilia yule ambaye ameanza kukatiliwa toka yuko tumboni. Kwanza kabisa tunasema kuna ukatili wa kisaikolojia, kuna ukatili wa wa moja kwa moja kwamba kudhuru mwili, kuna ukatili ambao unafanyika kwenye haki ya kielimu, kuna haki ambayo tunasema nini, yani kukatiliwa kulingana na kwamba huyu wa kike huyu wa kiume wewe utabidi ufanye kazi hizi, wewe haistahili kwa nani yako, wewe unatakiwa ufanye kazi hizi, tunakupa mshahara kiasi fulani, yani wewe hustahili kulipwa mshahara mkubwa. Kwa hiyo utakuta ukatili wa jinsia uko nyanja pana sana, tunaweza tukazungumza leo mpaka na tusimalize. Asante sana mwenyekiti. Nikirudi sasa kwa haraka tunaelekea mwishoni, nataka utoe maoni yako ama rai kwa serikali ama taasisi tofauti binafsi, NGOs, namna ambavyo mnaweza mkashirikiana na kuliweka hili jambo katika namna nzuri. Mimi naweza nikasema kwa kifupi tu kwamba wajibu wetu kama taasisi ni kusimama kwa niaba ya serikali kutimiza majukumu yake. Na kama ni wajibu wetu kusimama kwa niaba ya serikali kutimiza majukumu yake kwenye jamii, ni kwanza nianze na taasisi zingine binafsi ambazo zinafanya kazi kama za kwetu. Ninaomba wito wao waweze kuonyesha mwemko, kutoa ushirikiano, na wakishatoa ushirikiano, lakini pia tusiwe na tengano. Jua huduma za kijamii, kwanza tujue katika karne hii ni katika karne ambayo ya mabadiliko ya kisayansi na kiteknolojia. Lazima hawa watu vijana, kizazi hiki kipewe elimu. Tusipuuze msingi wa elimu. Elimu ni kitu kiungo kikuu ambacho kinachoweza kumsaidia mtu akapata kwenda kusaidika na kutoka katika ile hali aliyonayo. Lakini jambo la pili, ninaweza nikasema kwamba kwa upande wa serikali liangalie kwa jicho la kipekee hili swala la wizara ya wanaume. Kwa sababu katika wizara ya wanaume moyo wangu unatamani iwepo. Licha ya kwamba taasisi yetu tutakuwa tunafikiria kuandaa jukwaa la wanaume na litakuwa ni endelevu. Na licha tu ya kuwa endelevu, tunafikiria kwamba hata kama tutakuwa tunafanya marathon, kama Mungu akitusaidia hao wadau ambao tumewapata wakiridhia yale makubaliano tutakayokwenda kufanya, tukawa na marathon ambayo ndani tutazindua hiyo kampeni ya kusaidia mtoto wa kiume. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo sasa tunaweza nikasema kwamba kwa kumalizia kwamba hiyo itakuwa ni mwendelezo
wa kuweza kuifikia jamii. Tutazunguka katika mashule, tutazunguka mahali popote pale kuunda clubs mbalimbali kwenye shule hizo, na tunaomba sana ushirikiano na serikali ya awamu hii ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan waweze kuliangalia pia kwa karibu. Kwako mwenyekiti, wito kwa haraka. Mimi wito wangu ni kwanza kabisa ni shukuru vyombo vya habari kwamba ndio vinafikisha ujumbe. Sisi tumekuja hapa kuelimisha, lakini nyinyi mnaelimisha kupitia chombo. Lakini pia ni shukuru serikali kuruhusu hizi taasisi binafsi ambazo zinafanya kazi kwa mwavuli wa serikali. Lakini pia tuseme wito wangu mkubwa kwamba wana familia tushikamane. Pale kunapopatikana muhanga wa dawa za kulevya tusimtenge, tusimnyanyapae, na tuendelee kupata elimu, na kila Mtanzania aone kwamba dawa za kulevya ni hatari, dawa za kulevya hazifai katika mazingira yoyote yale. Asante. Asante. Mtazamaji, kama ambavyo umetoka kumsikia mkurugenzi lakini pia mwenyekiti wa taasisi hii ya Baraka Charity Organization ambayo makao makuu yake yako kule Njombe. Wametuahidi hapa kwamba Mungu akiwasaidia wataleta huku na kwenye ambako ndiko makao makuu ili waweze kuwafikia vijana wengi, kwa sababu hapa pia ni center. Vijana wanatoka sehemu tofauti tofauti kwa ajili ya kuja mahali hapa. Lakini pia wengine wanashawishika. Inawezekana mtu ametokea mkoa mwingine, akifika hapa anakutana na kundi tofauti, anajikuta ameingia kwenye mkumbo. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami, na niwashukuru sana kwa kufika studio za Sky TV, mwenyekiti pamoja na mkurugenzi. Na mimi siku nyingine tutapata tena ujio wenu pale tutakapowahitaji. Mtazamaji, nikirejea tutakuja kwenye michezo na nitakuwa naye mwana michezo hapa kwa ajili ya kutupasha yaliyojiri michezoni. Morning Sky. Sky TV. Jambo Entebbe, Jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluilo Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo 3 na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83.
Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Morning Sky. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluilo Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa wasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Morning Sky. Mtazamaji, kama ambavyo nimekuahidi kwamba nikirejea nitakuwa na mwanamichezo, na niko hapa na Johannes Michael, na tamani atupitishe viwanjani ili kusudi tujue kunani, na najua Yanga lazima itakuwa inazungumziwa huko. Kwa nini ujue Yanga? Kwa sababu ndio kitu ambacho tumekiona kimefanyika sana siku ya jana. Wameenda kuzungumza na bodi ya ligi, sijui wamerudi wakazungumza wenyewe. Kwa najua mambo ni mengi. Mtupeleke viwanjani Johannes. Sasa mtazamaji wa Morning Sky, moja kwa moja kwenye dondoo za michezo, tunaanza na taarifa ambayo inahusiana na klabu ya Young Africans. Kwa siku ya jana, Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa klabu ya Young Africans, yeye aliweza kutoa mwongozo baada ya kutoka kwenye bodi ya ligi kwa kile ambacho wamekipokea na kile ambacho wao binafsi wanatarajia kukifanya na wanaendelea kukifanya na yale ambayo wamewasilisha kwenye bodi ya ligi. Tukamtazame Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa Young Africans, amezungumza nini? Mengi na ameyaacha, nitumie fursa hiyo kuyazungumza yote ambayo yamezungumzwa kwenye kikao.
na hatufanyi hivi kwa lengo la kushindana na mtu. Tunafanya hivi kwa sababu jambo hili lina interest ya public, lina interest ya umma, na umma hautakiwi kupotoshwa kwenye jambo hili hata kwa bahati mbaya. Kila taarifa ambayo tunakubaliana iende public, basi iende ikiwa imekamilika. Taarifa isiende nusu nusu, au mtu usichague taarifa kwa sababu inakupendelea wewe au inakufeva ndio uitoe kwa public. Toa taarifa sahihi kama umeamua kutoa taarifa sahihi. Moja katika mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans uliauliza kwenye kikao, na ni swali ambalo wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, wadau wa mpira wa miguu nchi hii wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, hata nyie ndugu zangu waandishi wa habari mmekuwa mkijiuliza swali hili na hampati majibu. Swali gani? Ni kuhusu ripoti ya uchunguzi wa mechi ya Kariakoo Derby iliyopangwa kuchezwa Machi 8. Nini kilitokea hadi ile mechi ikaahirishwa? Hatujawahi kupata ripoti. Nyie hamjui ripoti, na sisi hatujui hiyo ripoti. Kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu, kanuni na kuhairisha mchezo wa Machi 8. Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 134 namba 84 kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzulu au kuvunjwa, na afisa mtendaji mkuu pia na yeye kuondoka. Hapa tuonyeshe kwamba we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB. Huyo ni Ali Shakabani kama afisa habari wa klabu ya Young Africans, na amezuga mapya. Finali ya kombe la CRDB Federation Cup. Hawachezi kama hawajalipwa pesa yao ya mshindi kombe lililopita. Aha, kumbe kulikuwa na madai bado wanayo. Kwa hiyo wanasema hawatacheza mpaka pia ile malipo yakamilike. Yes. I say, misimamo hiyo. Mambo ni mengi zaidi, lakini kwa siku ya jana kwenye bodi ya ligi, mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo alizungumza baada ya kumaliza kikao na Young Africans, na ameweza kutoa mwongozo wao na ratiba ya mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ni mchezo namba 184. Je, ukoje na mambo yamekaa vipi? Tukatazame Almas Kasongo. Azimio la kwanza ni kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya bodi ya ligi kuu. Sisi sote ni mashuhuda, kila baada ya mizunguko kuna kamati ambayo ipo kwa mujibu wa kanuni tulizojiwekea. Ukisoma governing regulation ambayo hii ina govern utendaji wa kila siku wa bodi, unaweza ukaona kwamba imetaja kwamba kutakuwa na kamati ambayo imekasimiwa madaraka kwa ajili ya kusimamia na kuendesha ligi. Lakini ukienda kwenye kanuni pia imezungumzwa. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni ombi lao ama takwa lao ambalo wameliwasilisha leo. Jambo la pili ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu. Jambo la tatu kujiuzulu kwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na jambo la nne ni kuona kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania inakuwa huru, kwa maana inakuwa inakuwa chombo huru, inakuwa legal entity ndani ya uwezo wetu, ukiwemo hayo mambo ya utendaji ya kila siku ya ratiba na vitu vya aina hiyo. Kwetu sisi kwa huyu ni Almas Kasongo ameweza kutoa ufafanuzi na kila mmoja amejua. Kikubwa zaidi tunasikiliza bodi imezungumza nini na klabu inazungumza nini. Mwisho siku tutajua nini ambacho kinaendelea. Kweli kabisa. Yes, na moja kwa moja tunaenda kimataifa ambapo klabu ya Manchester City imethibitisha kukamilisha usajili wa beki wa kushoto Ryan Ait-Nouri kwa mkataba wa miaka 5 mpaka Juni 2030. Huyu bwana ametokea kwenye kikosi cha Wolves, na huyu jamaa ni raia wa Algeria, ametoka kwenye klabu ya Wolves, ameenda kuitumikia klabu ya Manchester City mpaka mwaka 2030. Kwa hiyo unaweza kusema Manchester City kwa sasa wanavimba na wanatamba zaidi kutokana na usajili wa jamaa ambao wamepata, na ni miongoni mwa mabeki ambao msimu kwenye ligi kuu ya Uingereza akiwa na kikosi cha Wolves ameonyesha performance ambayo ni bora zaidi na ameonyesha mchango mkubwa ndani ya kikosi cha Wolves. Yes. Kitu kikubwa ambacho nimekigundua kwa wachezaji wa nje, ukiweka dau lako zuri mezani,
na timkia nyingine. Wachache sana ambao wanakuaga na misimamo kwamba anabaki na klabu yake. Kikubwa si kila mmoja atafuta riziki kwenye nyakati yake. Kwa hiyo acha tuone kama likieleweka dili lako, nataka tumikie unapoa. Moyo wako ambapo unataka. Naam. Mtazamaji, kama ambavyo umetoka kumsikia Johannes Michael akikupa dondoo tu hizo, lakini kwa haya na mengine mengi utayapata kwenye final score muda wa saa 7 mpaka saa 9 kamili alasiri. Utapata kujua mengi, utatuma ujumbe, utapiga simu ili kusudi kuona namna ambavyo michezo kwa Tanzania lakini pia nje ya nchi jinsi inavyokwenda. Nikushukuru sana Johannes. Shukrani sana. Mtazamaji, na wewe nikushukuru sana kwa namna ambavyo umeweza kuungana nami toka nilipoanza kipindi hiki cha Morning Sky pale saa 1 kamili za asubuhi, na kama ambavyo nilikuahidi tamati ni saa 3 kamili, na wakati ni ukuta wanasema ukipigana nao utaumia wewe. Kwa hiyo tumekimbizana na muda mpaka tumefika wakati huu wa saa 3 kamili ambapo tunaachana, lakini tutakutana tena siku ya kesho kama ambavyo nilikuambia. Kipindi hiki ni kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, lakini kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa niko mimi pamoja na Pius Jeyunga, na Jumamosi utakutana na Maliango Mugeta kwa ajili ya kupata mengi kama ambavyo umeshuhudia siku ya leo. Nikusihi tu mtazamaji, usiache kutembelea mitandao yetu ya kijamii ambayo tunapatikana kwa jina la Sky International TV, Instagram, Twitter pamoja na X. Huko kote tunapatikana. Utakwenda kujua mengi, utaona mengi. Kuna taarifa za habari, kuna michezo na mambo mengi ambayo yanahusiana na Sky International TV. Nikushukuru sana na nikutakie asubuhi njema. Morning Sky.